Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hali gani mtazamaji wa Khairia Online TV? Popote ulipo, ungana nami Hassan Makanya, nyuma ya kamera Abubakar Athmani Tandiko, tupo katika viwanja vya Shamsuluha Mwahako jijini Tanga kuelekea katika sherehe za kielimu zinazotarajiwa kuanza mnamo tarehe 4 Julai ya mwaka huu 2026. Tumepata nafasi nzuri na wasaa mzuri wa kutana na mudir wa taasisi hii kwa mengi ambayo tunatamani kuyajua kuhusu Shamsuluha na kumhusu yeye pia. Lakini tunaendelea kuwakumbusha wadhamini wetu ni Kachenje Training Institute, chuo cha kilimo na mifugo pale wilayani Same mkoani Kilimanjaro, na tayari usajili umeshaanza na mwezi wa 9 tunatarajia kufungua chuo. Kwa hiyo tuwahi mapema kuomba nafasi ili tusije tukakosa. Na Khairia Perfume ambao hivi karibuni watakuwa hewani. Mudiri, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pole na hongera kwa maandalizi ya Shamsuluha 2026. Asante sana. Tuna mengi ambayo watazamaji wanatamani kuyajua kupitia Shehariri, kupitia Shamsuluha, kupitia uwepo wako hapa. Lakini kabla tujaanza, kwa faida ya wanaotufuatilia, embo watambulishe majina yako na asili yako kwa ufupi, ili wale ambao hawajawahi kuona basi wakutambue. Asante sana. Ndugu mtangazaji, mimi ni Hariri Mbana Mbauro, mzaliwa wa Mwahako Tanga. Nimekulia Mwahako Tanga. Nimesoma nianzia Kimbitifu. Nianza kusoma madrasa Kimbitifu. Nimetoka Kimbitifu tukagurishwa sisi. Tukaletwa Mwahako. Nikaanza Mwahako kwa Mwalimu Omari tena Omar Kasim. Nikaendelea naye mpaka Omar Kasim akaondolewa. Akapelekwa Moshi. Baada ya kupelekwa Moshi, ikabidi wakurufunzi ni sisi tuliobaki. Tulikuwa watu wawili, mimi na mwenzangu mmoja Darwish Muhammad Kurumbua. Lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu amhurumia, mshafariki. Sasa kwa hiyo nikabaki mimi, nikawa naendesha na madrasa hii ni tawi la Tamta. Nikapitia Tamta kwenda kusoma na kuja kusemesha wenzangu. Baada ya kutoka Tamta kule alipokuwa Bura Sheikh Muhammad Bakari kwenda Duga, ikabidi tuondoke naye kwenda Duga. Mpaka tukaanzisha Shamsul Maarifa ile, nikasoma chini ya uongozi wa Sheikh Muhammad Bakari mpaka alipofariki Muhammad Bakari. Basi ndio alipogura, nikaona kwamba nimekwenda kutafuta elimu. Sawa. Na mimi kwa sababu nimepata kiasi ambacho majalia Mwenyezi Mungu naongoza ndugu zangu. Sawa. Kwa hiyo nikaamua kwamba nitafute vipi nitaongoza ndugu zangu. Nikaanza usajili. Sawa. Mpaka 2018 nikapata usajili. Kwa usajili wetu rasmi ulianza kufanya kazi mwaka 2018. Sawa. Sasa hivi 26 hii. Ndio. Okay. Mwaka ambao ukiwa uko Tamta kwa Sheikh Muhammad Ayubu, ni mambo gani ambayo unaweza ukasema yamekujenga mpaka sasa unaweza kuiongoza taasisi? Mengi tu. Sawa. Nimechukua mambo mengi kwa Sheikh Muhammad Ayubu. Sawa. Mwenyezi Mungu amrehemu aliko. Ndivyo. Amenipa ufanisi mkubwa sana. Amenipa ujabari mkubwa sana. Amenipa umahiri wa kuweza kuongoza taasisi yoyote. Chini mbali Shamsuluha. Sawa. Hiyo ndio maana nikawa ni anzishi Shamsuluha. Na Shamsuluha wewe ndio ulioanzisha ama nyuma? Mimi ndio nilianzisha. Sawa. Ikiwa tawi mpaka leo ni taasisi. Mmepata nafasi ya kuwa na matawi mangapi mpaka sasa ambayo yanasimamiwa na Shamsuluha? Sasa hivi tuna matawi 6 ambayo tunasimamiwa na Shamsuluha, ambayo yako Tanga mjini. Yako Tanga mjini, kwa vijiji mbalimbali. Lakini hapa Tanga mjini. Sawa. Mbalimbali, lakini hapa Tanga mjini. Na mpaka sasa hivi tuna vijana wangapi wanaoishi boarding? Wanaoishi boarding ni 37. 37. Ndio tunao sasa hivi. Taasisi yetu ya Shamsuluha ina mipango mizuri kwa sababu ya tunapoelekea lazima taasisi iwe vizuri kiuchumi. Sawa. Lengo la kuwa kiuchumi kwa sababu mna walimu wanasomesha, lazima wapate posho, wanafunzi pia wasiishi maisha magumu. Mmejipangaje kuelekea katika wakati huo wa kuboresha zaidi masuala ya kiuchumi kwa taasisi yetu ya Shamsuluha? Lengo la Shamsuluha. Lengo la Shamsuluha ni kuelimisha watoto wa Kiislamu na pia vile kuwafundisha namna ya kiuchumi na pia vile na kutafuta miradi mbalimbali kwa wafadhili mbalimbali. Kwa hiyo tuko ndani ya kuwatangazia wadau watakaosikiliza hii redio yetu hii. Ndio.
basi wao watunge mkono. Watunge mkono katika vitu kama hivyo na kuweza kuipata, tutategemea wafadhili. Kwa hiyo ambaye atapatwa na kuguswa na Shamsuddhuha ni vizuri akituona na akitusaidia kwa njia yoyote atakamwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shamsuddhuha, mpaka sasa mna miradi gani ambayo mnaitegemea kuzalisha katika masuala ya sasa hivi? Tuna shamba. Tuna shamba na 1 la eka 2. Tuna 1 la eka 5. Ndio. Tuna 1 la eka 10. Sawa. Haya ni mashamba ambayo haya eka 2 na eka 5 tumeshaanza kushughulikia. La eka 10 bado tunatafuta pembejeo. Sawa. Lakini mengine yashaanza kazi. Na yameshaanza kuonyesha mwanga kwenye taasisi yetu. Ndio. Sawa. Tuna mengi mudhiri ya kujadili kuhusiana na kipindi chetu hichi, lakini kwa faida ya wanaotufuatia. Lakini tukielekea ukingoni, tupatishe faida wanaotufuatilia. Taasisi ya Shamsuddhuha, pamoja na kwamba mmejikita katika masuala ya uchumi na mengineyo, wanaohitimu hapa huwa mmewaandalia mazingira gani ya wao kwenda kutengeneza ama kuifanya kazi ya dini bila changamoto yoyote? Hapa wanaohitimu tunawapa vyeti vyao. Sawa. Tunawapa vyeti vyao rasmi. Tukiwapa vyeti vyao basi wanakwenda kujiendeleza na wao kuendeleza wenzao. Sawa. Na mpango labda, sababu sasa hivi tuna matawi 6 ya Shamsuddhuha na tunatamani tufikie matawi hata zaidi ya 100. Huu mkakati tumeuandaa vipi? Tuko nao. Tunaenda nao. Kadri ninapotakiwa mahali tunakwenda kufungua tawi. Napeleka mwalimu wetu pale. Sawa. Ili mradi tufikie malengo yale ambayo tunakusudia. Kuna mtu anatamani kujiunga na Shamsuddhuha, anatakiwa awe na vigezo gani ili apate nafasi hiyo? Hapa tuna fomu. Hapa tuna fomu zetu maalum, kwanza ajaze fomu ile. Akishajaza fomu ile, analipia, akishalipia akimaliza, basi tunampokea. Sawa. Tukirudi kwenye sherehe zetu za kielimu mwaka 2026, mgeni gani rasmi tunamtarajia awe pamoja nasi kwenye siku zote hizi? Hapa tumempanga Januari Makamba. Sawa. Mheshimiwa Januari Makamba ndio ambaye tumemuomba na ametukubalia. Kwamba tutakuwa naye pamoja. Sawa kabisa. Tunapopata nafasi ya kuhudhuriwa na viongozi hao wa serikali ambao walipata nafasi ya kusimamia nyanja mbalimbali, hii tunajiandaa vipi kunufaika nao pindi ambapo wanapata nafasi ya kuja? Manufaa yao yanakuwa ni makubwa kwa sababu wanapokuja wale kuna harambee. Bado tuna mahitaji. Taasisi bado changa. Ndivyo. Watoto walionao hapa wanalala chini. Watoto walionao hapa mlo wao wa taabu. Kwa hiyo wanapokuja wao kwa ile huruma wanaonionea, ndivyo basi wanaanzisha harambee. Na lile jengo niliona pale linauzwa. Tukusudia akija alipige mlingano ili tupate kununuliwa ili tuongeze watoto kulala na banana. Sawa kabisa. Sawa. Na ukiacha mbali jengo ambalo tunatarajia kuliuza, tuna viwanja vingine ambavyo vinamilikiwa na Shamsuddhuha. Ndio. Kiwanja kimoja. Ndivyo. Ambao tunaweza kuanzisha mradi hapo na aina yoyote tunaweza kuanzisha mradi. Sawa. Mudhiri, tuna mengi sana ya kuzungumza na mazuri, na tunaona kabisa kwamba majibu yetu yanawanufaisha wanaotufuatilia, lakini si vibaya tukawaeleza wanaotufuatilia faida nyingi ambazo zinapatikana Shamsuddhuha kwa vijana wetu, lakini pia kwa mustakabali wa nchi. Sasa hivi nchi tupo kwenye miaka ambayo maadili yamekuwa yako chini sana. Hebu waeleze faida inayopatikana madarasa kupitia kunyanyua maadili ya vijana. Faida tunaonayo ni ulingano. Ulingano mkubwa wa kidini na kuweza kusaka baadhi ya vijana wetu wote kurudisha katika mazawia haya ili wamwelewe Mwenyezi Mungu. Sawa. Kwa hiyo tuko ndani ya mbia hizo na ndio lengo kubwa la Shamsuddhuha. Sawa. Kuweza kuelimisha watoto watoke katika maadili mabaya na kwenda katika maadili mazuri. Mudiri, kuna muunganiko wa mashehe wote wa Tanga, jambo ambalo alikuwa miaka ya nyuma. Na wewe nafikiri kama mudiri wa Shamsuddhuha ni mmoja katika wajumbe wa huo umoja. Tueleze faida zake ambazo kwamba zimepatikana kwa muda mchache tangia umoja huo upatikane. Kwa muda mchache huu faida ambazo zimepatikana, kwanza ni kule kupatana. Mashehe wote huko nyuma ilikuwa kuelewana kwao kidogo. Sawa. Lakini baada ya kuundwa chombo hichi kimeleta mkusanyiko mkubwa na mashehe kwa kitu hichi kimoja Tanga. Sawa. Tunaheshimiana, tunapendana, tunasaidiana, tunafuatana katika nyanja zetu mbalimbali. Hili ni jambo ambalo Tanga lilikuwa halipo. Sawa. Lakini Mwenyezi Mungu ameleta rehema zake ndio imepatikana sasa hivi. Mudhiri, nafikiri ni kwa nini hapa nyuma kulikuwa na uelewano mdogo kati ya taasisi na taasisi, shekhe na shekhe,
kinyume na sasa hivi ambavyo mmeshikamana? Ilikuwa ni kujihusu. Okay. Ule umimi. Mimi. Staki. Mimi. Natosha mwenyewe. Lakini tunaondoa ule umimi. Sawa sawa kabisa. Tunaondoa ule umimi. Na ni nani hasa aliyetoa wazo la kuunganisha mashehe? Wazo hili lilikuja na mheshimiwa mstahiki meya wa mstaafu meya Kisauji na ndugu yetu Sharifu Mwana na ndugu yetu Abdi Nur na ndugu yetu Muhammad Abdu. Hawa walikaa katika shura yao wakapatana wenyewe wakaona kwamba kwa nini twende hivi. Sisi vijana wa Tanga, tumezaliwa Tanga, tumesomeshwa na mashehe zetu wa Tanga. Kama wazee wetu walikuwa na tofauti hiyo, si tuiondoe. Sawa sawa. Basi wakakubaliana wakatuita na wakatueleza kama walivyolipanga ile jambo tulikubali. Sawa sawa. Sawa sawa. Mwisho tuwaalike watu wote wanaotufuatilia kushiriki sherehe zetu, na kama utakumbuka zile ratiba basi tuwagusie ili watu waweze kujiandaa na ratiba hizo. Ratiba zetu Mungu akipenda ni Jumamosi saa 2 kamili tutaanza dua mbalimbali. Tukazikisha dua itakuwa ni ufunguzi sherehe zetu na mashehe mbalimbali watakuwepo na ndugu zetu mbalimbali ambao tumewalika watakuwepo kwa ufunguzi. Baada ya ufunguzi tu tuna kawaida ya kuwazuru wazee wetu. Ziara yetu si inakuwa tunaondoka hapa na kwenda katikati ya mji. Kule kuna msikiti wetu mmoja tu Jibril, kule tunakaa tunafanya tahtimu. Sasa tunawaombea wazee wetu wote walioshiriki katika mambo haya na ambao Mwenyezi Mungu amewahitari. Sasa tunawaombea Mungu, tukimaliza tunarudi hapa. Usiku ni maulidi ya watoto wa kike, wanafunzi wanawake wanafanya maulidi yao. Baada ya maulidi kuna na dhikri. Okay. Baada ya Jumamosi. Jumapili kunaanza muhadhara. Kwanza saa 4 unaanza muhadhara maalum kwa kina mama. Utaendelea muhadhara ule mpaka jioni, mpaka saa 7 unakuwa ni mwisho. Unakuwa na maonyesho ya wanafunzi. Sasa wa kike na wa kiume wa hapa na usiku yani itakuwa na awamu ya kwanza hii. Usiku ni awamu ya pili. Tukimaliza awamu ya pili tunapumzika. Jumatatu ndio kilele. Zafa na tunamaliza. Sawa sawa. Tunatarajia wageni kutoka mikoa mbalimbali. Sawa sawa. Dini na serikali. Sawa sawa. Khairia Online. Okay. Pia Mufti Tanzania ndio ametunga mkono, atakuwepo, ametuletea ripoti kwamba atakuwepo. Sawa sawa. Sasa kule kushindwa ni kwa mambo ya ulimwengu na mambo ya ambayo hana budi, majukumu yake. Lakini kwa yeye ametuahidi kwamba atakuwepo. Sawa sawa. Sisi Khairia Online TV tuko Tanga. Tuna jukumu moja tu la kutangaza dini katika mkoa wetu na nje. Sasa zote hizi kuziingia na kuzifahamu na kuwahabarisha watu. Unawaambiaje vijana hawa wako kazi nzuri wanaoifanya? Vijana wetu ni mahiri. Vijana wetu ni mahiri na cha kuongezea ni kuombea Mwenyezi Mungu tu. Amina. Awazidishie kazi yao. Awape vifaa ambavyo vitakuwa ni muhimu na kazi yao. Amina. Mwenyezi Mungu aondoshie kila hasad. Ni kweli. Mwenyezi Mungu awape nguvu ya jambo lao. Amina Rabbi. Kwa sababu wao wanatangaza dini. Ni kweli. Na Mwenyezi Mungu akitangaza dini yake basi wewe ni mpenzi wake. Sawa sawa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awe mpenzi wa vijana hawa ili waieneze dini kwa vyombo vyao ambavyo wanavyo hivi maalum. Nilikuwa naye mudhiri wa Shamsul Luha Sheikh Hariri hapa Mwahako katika viwanja vya taasisi ya Shamsul Luha kuelekea sherehe za kielimu zinazotarajiwa kuanza tarehe 4 Julai na kilele ni tarehe 6 Julai 2026. Huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Mheshimiwa Jauro Makamba, lakini mgeni maalum ni Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi Mbwana. Ulikuwa nami Hassan Makanya, nyuma ya kamera Abubakar Athmani Tandiko. Usisahau Kachenje Training Institute ndio wanatupa nguvu ya kuendelea kuwa hapa. Endelea kuwa nasi mpaka wakati ujao. Assalamu alaikum. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndio fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo kuzingatia elimu ya nadharia
nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.